Amani iwe kwenu. Nami niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki kilichofanyika. Katika maelezo ya mchezo hapa, mafunzo haya yamekuwa ni ya kipekee sana. Yalikuwa na malengo ya kuziba pengo, kuziba knowledge gap au skills gap iliyokuwepo. Nami niwapongeze pia kwa hilo. Wenzangu wamesema mengi sana ambayo sitakuwa na haja ya kuyarudia. Baada ya kuwapongeza, lakini nami niungane na wenzangu kwenda kuapply kile ambacho tumejifunza. Mchezo wa handball ni mchezo ambao sio complex sana, ambao unahitaji fiziki lakini pia na tactics mbalimbali ambazo kuwafundisha watoto ni rahisi sana. Mimi binafsi nimefarijika pamoja na kazi nyingi sana ofisini. Nikasema lazima nifike nione hawa wadau ili nikashuhudie kwamba kinachokwenda kufanyika ni mabadiliko makubwa ya performance katika mchezo. Kwa wataalamu wa michezo ambao hawajitambui, wanakuwa too demanding. Yaani kila wakati anataka attention, anataka asaidiwe hiki, asaidiwe hiki, bila yeye mwenyewe kuanza kujiweka vizuri. Wakati nikiwa JKT pale Msange au Masange Tabora, kuna mti mmoja ulikuwa unaitwa ng'ombe gani? Nikisema ng'ombe mawazo kwa mawazo uko tano. Na ng'ombe mmoja hivi hapa ulikuwa na jina maalum. Una ubao umeandikwa moyo kabla ya silaha. Manake hiyo kauli makomando wangeelewa vizuri sana. Maana komando yeye mwenyewe ni silaha, na chochote katika mazingira ni silaha. Hata sisi walimu, silaha si lazima iwe ile zana kutia, si lazima iwe ile ya kununua. Una improvise zana iliyopo katika mazingira. Kwa hiyo kwenye hoja yetu tukawe wabunifu, tusiwe tu demand. Yaani ile demand itajiita yenyewe. Ukiwa kuna kitu ambacho tunaona output kutoka kwako, lazima watu watakuja tu. Hivyo nafikiri kwa nini watu timu kubwa ndio wanakuwa wanakimbilia kwenda kuzifadhili? Kwa sababu tayari zenyewe zimeshajijenga, zimeshajibrand. Kwa hata wewe mwenyewe ukajibrand. Hata wachezaji hawa wenye majina, ukiachilia mbali kwamba kuna mazoezi ya kocha, kuna kujifua binafsi, wanajitenda binafsi, wanajibrand. Kila timu inamtaka huyu, inamtaka huyu. Kadhalika na makocha pia. Hata makocha pia. Kwa hiyo mkajibrand. Onyesha jitihada za output. Tuone pale ulipo kuna kitu umekifanya. Kuna pulling factor tuvuta hapo kuja kwa wako. Na mara nyingi tunachotathmini ni matokeo. Sasa matokeo ni kitu cha short term, lakini long term ni mabadiliko. Mabadiliko ni kitu ambacho ni endelevu. Matokeo ni kitu ambacho inaweza ikitokea leo hivi, kesho hivi. Lakini mabadiliko maana yake ni hapo mahali umepanda mbegu, hata ukihama bado hiyo mbegu itaendelea kuchipua zaidi. Sasa huku kwa chachu, afisa michezo hapo alikuwa na amenifilisi. Shule inaitwa na mwalimu wa michezo, lakini hata kiwanja
kimeota vijimiti kama hakipo hivi. Kimeweza kwamba sijawezeshwa. Uwezeshwe nini? Watoto wako. Wakati nikiwa mwalimu kwa shule ya msingi. No, kabla sio mwalimu mkuu. Kwa mwalimu wa kawaida tu. Nilikuwa napenda sana kucheza volleyball. Niko kijijini. Tulinunua mpira. Sio kwa hela ya shule. Kwa hela yangu mimi mwenyewe. Alafu nikasuka wavu wa volleyball kutumia kamba za katani. Sio katani ya kununua dukani. Nilinunua katani, chukua katani hizi hapa nikazikuna mwenyewe afu nikasokota kamba. Nilisoma sana vizuri sana shule ya msingi. Sikuwa kamba. Wakati tukatengeneza nani wako. Ilikuwa kila siku jioni kule kijini. Wachezaji kwa ni walimu. Walimu wenyewe ilikuwa mimi na mke wangu na walimu wengine na baadhi ya wanafunzi. Ndio kuna siku moja nilikuwa najiandaa kupokea mkito fulani kutoka timu ya pili, nikakuwa nimempiga kipepsi yani wewe. Akasema sasa nishauamke mwenyewe. Tuko timu moja. Kwa hiyo pale hakukuwa na kuwezeshwa, tulianza kwanza wenyewe. Alafu then ya shule baadaye nikawa mwalimu mkuu. Si mtaalamu sana wa michezo mingi. Lakini najua ukishakuwa kiongozi unaongoza wataalamu kwa ufanisi utafanikiwa. Nilifurahi sana kipindi fulani tuliita shule ya sekondari moja hivi pale Bagamoyo. Tukaitandika kuanzia volleyball, kuanzia netball na football. Ndio ilikuwa na shule ya msingi. Walikuwa na shule ya msingi. Kwa kumbe inawezekana fiziki peke yake isifanye isiwe inatosha. Lakini yale mengine yakawezekana. Endurance, nini na skills na kadhalika katika mahali tunaweza. Lakini tulianza sisi wenyewe kwanza. Kwa mimi nilianza kwa kuimprovise mwenyewe. Baadaye nikawa na mamlaka sasa ya kumiliki hela za serikali. Nikaweza kununua. Hakuwa na magoli, nikanunua magoli. Nikanunua mipira sasa, nikanunua wavu sasa. Kwa kweli mafanikio yalikuwa ni makubwa na utoro ulipungua kwa wanafunzi. Lakini tukaenda nilipokosa afisa wa wilaya nikawa na spirit ile. Pale Geita na shule moja ya msingi kama mtakuwa mshamu na unajua Geita shule ya msingi Bugari. Alikuwa mwalimu wangu mkuu mmoja pale. Yule jamaa anatoa wapi ufadhili sijui. Ametengeneza viwanja, ana vifaa, ametrain walimu wake kwa trainia wapi? Ile shule timu ya volleyball ile pale ndio ilikuwa timu ya wilaya. Ikawa timu ya mkoa, ikawa ndio timu ya kanda wakati huo mtashomo mtakana kazi yake. Na michezo mingine handball na mingine iko vizuri sana. Kwa hiyo muende mkawa change agent au agent of change katika maeneo yenu kwa kuonesha jitihada binafsi na matokeo kwamba na mimi mmebadilika. Kwa maana hiyo mmeenda kusababisha nini? Mabadiliko. Kwa kufanya hivyo kwa kweli mtakuwa mmejipa thamani ninyi wenyewe, mtakuwa mmejipa thamani taasisi zenu mnazofanya kazi, wilaya pia na mkoa, mtakuwa mmejibrand. Tuko jamani? Kwa mimi siseme mengi, ni wito kuungana na wenzangu wale ambao sema hata kama haina vyeti hii kozi, lakini bado inaingia kwenye CV yako. CV utendaji kazi, lakini CV pia na vitu za CV moja kwa moja. Lakini cheti ni karatasi. Cheti ni karatasi. Cheti halisi kwa wapi? Kwa kichwani. Na kwenye performance. Ule ni ushahidi tu kwenye performance. Kwa mimi ni watakie
matumizi mema